Bwana wangu, peke yangu sitoweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitoweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Waimbaji wakusifu, watakatifu wakuabudu Mfalme. Umeinuliwa juu, umeinuliwa. Umeinuliwa, umeinuliwa.
umetamalaki, kamanda wa vita, jemadari usiyeshindwa, umetamalaki. Uweza wako na nguvu zako e Bwana zimetamalaki. Ni nani aliye kama na wewe? Ni nani aliye kama na wewe? Awezaye kusamehe na kuosha kama wewe, awezaye kutakasa na kusafisha kama wewe. Umetamalaki Yesu, umetamalaki Mfalme, umetamalaki Mfalme, umetamalaki. Ni wewe peke yako unayetamalaki, anayeweza kuniosha, anaweza kunisamehe. Tamalaki Masia, tamalaki Masia, tamalaki Mkombozi, tamalaki anayesafisha, tamalaki anayehurumia, tamalaki wewe uliye mwaminifu, tamalaki wewe uliye mwaminifu, tamalaki wewe uliye mwaminifu, tamalaki mwenye upendo, tamalaki mwenye huruma, tamalaki mwenye rehema, tamalaki awezaye kutenda mambo yasiyowezekana kwa wanadamu. Tamalaki Mfalme wa wafalme, tamalaki Bwana, tamalaki e Mungu, tamalaki Yesu, tamalaki mchana wa leo, tamalaki mchana wa leo, tamalaki e Mungu, utamalaki Bwana, tamalaki Bwana wa majeshi, umetamalaki hakika. Haleluya. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jisikie furaha na amani ndani ya nyumba ya Baba yetu. Haleluya. Amen. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu Mungu amekusudia tuwepo hapa. Usifikiri kila wakati ninaenda kanisani kwa sababu ninaenda tu. Lakini kuna wengi wanatamani kufika lakini hawafiki. Umetenda nini mbele ya Mungu? Ni kwa upendo wake tu peke yake. Haleluya. Amen, amen. Karibu kwa nyimbo za sifa na maabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tusimame sote ili tuweze kumwabudu Mungu wetu.
anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Mimi najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Elekeza mawazo yako kwa Bwana Yesu ili Mungu aweze kutenda muujiza kwenye maisha yako. Mwabudu Mungu kwa roho na kweli. Biblia inasema mwabudu Mungu kwa kweli inatosha. Litukuzwe jina lako Bwana. Hakuniwa wewe unastahili kusifiwa. Utukuze wewe unastahili kuinuliwa. Tunalitukuza jina lako. Tunayaabudu matendo yako makubwa. Tunasema asante kwa uaminifu wako. Tunasema asante kwa upendo wako. Tunasema asante kwa rehema yako. Uinuliwe wewe Simba wa kabila la Yuda. Utukufu Yesu ndiye mwaminifu. Upewe sifa wewe unastahili sifa za watu wako. Tunakuabudu wewe Simba. Tunakutukuza Bwana. Tunakutukuza Yesu. Tunakuabudu Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tukufu Bwana wa majeshi. Upewe sifa mfalme wa wafalme. Unastahili hakika, unastahili mfalme, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuka, unastahili kupewa sifa. Hakuna aliye kama na wewe, hakuna aliye kama na wewe. Inuliwe wewe Simba wa kabila la Yuda, pewa sifa mfalme. Tukuka kwa upendo wako, tukuka kwa uaminifu wako, tukuka kwa matendo yako ya ajabu. Ni nani aliye kama na wewe? Ni nani aliye kama na wewe? Tumekuja kuliabudu jina lako, tumekuja kukutukuza, tumekuja kukupa sifa za mioyo yetu mfalme. Tulisema Bwana utukuke kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante Bwana wa majeshi, asante mfalme wa wafalme. Tunalitukuza jina lako Bwana.
Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen, amen. Amen. Ni muda wa sifa na huku tukiwa tunamtolea Mungu sadaka zetu. Haleluya. Amen. Amen, amen.
Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, tunasema asante na shukrani kwa sababu wewe ni mweza wa yote. Bwana, tazama tuko mbele zako. Bwana, tunaleta vitunga hivi mikononi mwako, ni sadaka ambazo watumishi wako, watoto wako ambao wametoa. Bwana, ubariki ambao wamekwenda kujitolea, na wale ambao Bwana wakupata, uwabariki lingine siku wapate kukutolea. Na zaidi ya yote Bwana, sadaka hii tunaileta mikononi mwako, kazi itakayofanya katika kanisa hili libarikiwe nawe. Na zaidi ya yote Bwana, kazi ambazo wanakwenda kuzifanya uwabariki, na gari ambazo zimekwenda kutumika nazo pia uzibariki katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen, amen. Karibu wanakwaya na Mungu. Aliomba kwa huzuni
Basi unafika wakati wa kumwalika mhubiri. Karibu waimbaji kwa wimbo wa mhubiri. Welcome singers for the song of the future. Yona abele abejoengo aungirwe to ila mwene ombe obe yona soya obele bato yenebene yawae. Yona abele abejoengo aungirwe to ila mwene ombe obe yona mhubiri na Mungu akubariki. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya mchana huu. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika ibada, maombi na sifa na matoleo. Nyimbo za kwaya na sasa imefika wakati wa kusikia neno lako. Kamtumie Bwana mtumishi wako atakapokuwa akisha neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu awe juu yake. Akaongee maneno ya kutoka katika mbingu yako, ili Bwana maneno hayo yakawe faida
na uhai na uzima katika maisha yetu. Bwana, tufungue mioyo yetu, tufungue akili zetu, tukalisikia neno lako na tukalielewe na tukaliishi neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tupige mikono kwa niaba ya neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Chapa mikono kwa niaba ya neno la Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Naomba wimbo mmoja kutoka katika nyimbo za uwanja, wale walio na vitabu vya uwanja, namba ya 17. Namba 17, nyimbo za uwanja. Na ushima obemonya noya ole twambila na ushima obaonga nibo ombe bobasha boba ina bwauma Yesu mbile oshima na ayena soakelwa ni ocha benuma na oshima obemonya enonyera yakoma ngwateleche obimwene shilena onge ono boba ina wauma Yesu mbile oshima na ayena soakelwa ni ocha na oshima obemonya inobini nefese maolo amungenge mbabena ngosoka boba ina wauma Yesu mbile oshima na ayena soakelwa ni ocha benuma na oshima obemonya onombore ngela omutego yonongani yaborera Yesu mbile oshima ayena soakelwa ni ocha Amen. Amen. Kabla sijasoma neno la Mungu, Before I read the word of God, naomba kwamba tusimame tuweze kumweka dada yetu Martha, mke wa ndugu Elocho, mikononi mwa Mwenyezi Mungu. I'll let her to stand so we can pray for our sister Martha in front of God. Alipelekwa kwenye matibabu ama zahanati ya dharura kama tunaita kwa emergency tangu jana She was taken to the emergency since yesterday. mpaka kufika leo asubuhi muda wa mida ya saa 3 ile ambayo amenitumia ujumbe alikuwa bado yuko huko. Until today morning at 9 a.m. she was still there.
Hatuwezi kuruhusu shetani au anaonea watu wetu wakati sisi tungali. We can't allow the devil to go against our people when we're still here. Tumeimba ya kwamba Mungu wetu tunayemwabudu anaweza. We've sang that our God that we praise is able. Na kwa sababu hiyo hatutaruhusu kama shetani agandamize familia yoyote ile yetu mahali hapa. And because of that, we won't let the devil terrorize any of our families here. Ni lazima tusimame kama We have to stand in prayer. twende sote mbele za Mungu. Anaweza, anaweza, anaweza mwana wa 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 Mungu. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tumesimama kwenye madhabahu haya mchana wa leo kuja kumuleta dada yetu Martha mbele zako. Wewe daktari ambaye unaponya bila kufanya x-ray. Wewe ndiye uliumba mwili huo na unajua mahali popote ambapo panaweza kuwa na jambo ambalo linamsumbua katika hali ya afya. Na ndio sababu mfalme wa amani tunaliita jina lako wewe Yesu Kristo. Wewe ambaye asili yako katika maombi ni kwamba hakuna lisilowezekana kwako. Na ni ukweli Bwana, hakuna lisilowezekana kwako. Nimeona vyema kwamba hata kabla haujanena nasi kupitia neno lako, tuweze kumweka mjakazi wako mikononi mwako, tukituma neno la uponyaji mahali popote yuko. Ikiwa bado yuko kwenye kitanda cha magonjwa, tunamtangazia uponyaji mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Na kama yuko nyumbani, pia tunatuma neno la uponyaji mahali popote yuko, tukiomba Bwana, unapowagusa wengine mchana wa leo, usimsahau mjakazi wako Martha kwa ile kidogo tu ambayo hata haijafika 1% kulingana na wewe ambayo anayafanya kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Ukamkumbuke Bwana na ukamponye katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Tutasoma neno la Mungu kutoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu. We read in the book of Matthew. Nitasoma katika lugha mbili na baadaye mkalimani wangu atasoma katika lugha ya Kimombo. I read in two languages and I'll translate it to read in English. Fungue Mathayo sura ya 28 ule mstari wake wa 19 hadi 20. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Mathayo, Injili ya Mathayo 28 mstari wa 19 na 20. Matthew 28 verse 19 to 20. Katika lugha ya Kibembe nasema hivi: Bino sumuye mukanole banyabilongo bose ubabane barahike chibwa na ubabatisa uchina lya tata na lya mwana na lya mtima wama na ubahike na mubahikeche onyenia byose binahulo musenya na mumanye nibo kinaba muchunge nenu masuku mose uhucha uishi haya isi. Kiswahili kinasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Soma katika Matthew chapter 28 verse 19 to 20 says, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Verse 20. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this:
I am with you always, even to the end of age. Amen. Amen. Ujumbe wetu leo unahusu kanisa na umisheni wake. Our topic today is about the church and its mission. Kanisa na umisheni wake. The church and its mission. Mwandishi wa injili hii ni Mathayo mtakatifu. The author of this book is Matthew, mtoto wa Mariamu na mzee Alfayo, the son of Mary and Alphayo. Watu wa kabila la Walawi pale kwao Galilaya kule juu. They're from Galilee. Walikuwa wakaaji wa mji pale town ya kule Galilaya ambayo inaitwa Kapernaum. They stayed in a town in Galilee called Capernaum. Na Mathayo ndiye aliyekuwa mtoza ushuru miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kabla Yesu hajamuita yeye alikuwa mtoza ushuru. And Matthew was a tax collector before Jesus called him. Kazi ambayo ilikuwa inachukiwa na wengi sana. A job that everyone hated. Kwa sababu ilikuwa kazi ya wakoloni. Because it was colonists, the job worked by the colonists. Amen. Kumbukeni wakati uliopita niliwaambia kwamba wakati ambapo Israeli imegandamizwa na Warumi walikuwa wanalipa kodi mara mbili. Remember I told you when Israel was taken over by the Romans, they were paying two types of taxes. Kulikuwa kodi ambayo ni ya Warumi, hii ambayo Mathayo alikuwa anafanya kazi ya kucollect. One of them of the taxes for the Romans is the one that Matthew was collecting. Na kulikuwa kodi ya pale nchini Israeli tu pale. And also a tax for just in Israel. Hivyo wewe ukiingia Israeli wakati ule wa zamani ungelipa kodi mbili, ya pale Israeli na ile ya serikali ya Rumi. So if you went to Israel, you would pay two taxes, the Israelites one and the Romans one. Ndio maana wakati Petro anaenda kumwambia Yesu kwamba bwana kule wako wanatusumbua majamaa hawa makanjo hapa tax collectors wanatusumbua tulipe kodi. That's why when you see Peter went to tell Jesus, you see these people, tax collectors, are disturbing us. Akauliza ni kodi gani wanasema tulipe? And he asked what taxes are they asking to pay? Wanasema tulipe kodi ya kawaida. He said we're just asking to pay these normal taxes. Yesu akasema na mbona wanatuambia tulipe hiyo kodi na sisi wenyeji, kwa sababu walikuwa wanaambiwa walipe kodi ile ya pale Israeli. Maana wewe ukiwa Mwisraeli unalipa kodi moja tu. And Jesus was asking why they asking us to pay taxes for Israelites, because you have to pay we have to pay the Romans. Na Mathayo aliandika hii injili ile kuanzia mwaka wa 50 mpaka mwaka wa 60 kabla baada ya Bwana Yesu Kristo kupaa mbinguni. Matthew wrote this book 50 to 60 AD after Jesus passed. Amen. Na yeye ni mmoja wa wale wafia injili, watu ambao walikubali kutoka nje ya Israeli na kwenda wanatangaza injili. And he's one of those missionaries who agreed to leave Israel to go preach the word. Hakuwa mzungumzaji sana huyo jamaa, maana unajua watu ambao wanajua hesabu sana wajuaji kuongea sana. He didn't speak a lot. He didn't speak a lot because people who are mathematicians don't really like to speak a lot. Na baada ya kufanya huduma pale kwao Galilaya, and after doing the ministry in Galilee, aliamua kupeleka injili nje ya Israel. He decided to take the ministry away from Israel. Akaenda katika nchi ya Persia ya zamani ambayo ni Iran leo. And he went to Persia, which is now called Iran. Na baadaye kutoka pale akaenda Ethiopia kuhubiri injili. And after that he went to Ethiopia to preach the word. Na huko Ethiopia ndiko alikofia. And after Ethiopia, that's where he died. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na kama kilivyo kichwa cha mahubiri yetu leo ya kwamba kanisa na ubisheni wake. And just like it is for today's topic, the church and its mission. Naomba tuelewe yafuatayo. I want us to understand this. Kwamba kanisa sio dini. That the church is not a religion. Naomba hii microphone itengenezwe kidogo, iko na sauti mingi, iko na bass mingi sana. I would like us to fix this microphone. Kanisa ambalo ninazungumzia leo sio dini. The church that I'm speaking about today is not a religion. Na kanisa haijawahi kuwa dini tangu mwanzo. And the church has never been a religion since the start. Kanisa sio taasisi. The church is not an organization. Kanisa sio taasisi, licha ya kwamba inaposajiliwa serikalini inasajiliwa kama taasisi ya kidini. The church is not an organization because when it's written in the government, it's written as an organization. Kanisa ni mwili wa Kristo. Church is the body of Christ. Ni kundi la watu. It's a group of people. Familia. A family. Jamii. Culture.
Ni jamii ya watu ambao wameitwa. It's a family of people that are called. Ambao wameitwa na Mwenyezi Mungu. That are called by God. Watu ambao wamewekwa kando. People who have been put aside. Katika lugha ya Kiingereza, lugha ya Biblia inasema wako sanctified. And in English, in the Bible, it says people who are sanctified. Katika ile misingi 16 ya imani ya Kipentekoste. In the 16 denominations of the Pentecost. Kuna msingi ambao unaitwa, nafikiri msingi wa kama sio wa 9 ni wa 10, unasema kuhusu sanctification, yani kutengwa. I think it's the 9th and 10th that's called sanctification, meaning to be separated. Kwa hiyo kanisa ni jamii ya watu. So the church is a family of people. Kanisa ni familia. The church is a family. Ni ushirika. It's a fellowship. Wa watu ambao wametengwa na Mwenyezi Mungu. Of people who have been separated by Jesus Christ. Kwa ajili ya kazi maalum. Because of a special task. Na ndio sababu. And that's why. Mtu yeyote ambaye amekubali kuwa Mkristo. Anyone who has accepted to be mtu yeyote ambaye amekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anyone who has accepted Jesus to be the Lord and Savior. Ni mtu ambaye ametengwa. Someone who has been separated. Ametengwa na ulimwengu huu. He is separated from this. Kwa sababu ya shughuli maalum. Because of a special mission. Kwa sababu ya kazi maalum. Because of a special task. Hapa ulimwenguni. In this world. Na ndio sababu sisi kama Wakristo. And that's why us as Christians. Tunastahili kuishi maisha yaliyo tofauti na ya watu wengine. We should live a life different from the people. Hatupashi kuishi maisha ya kuangalia watu wanasema nini kutuhusu. We shouldn't live a life where people are looking at us. Kwa sababu sisi ni watu ambao tumetengwa na Mwenyezi Mungu. Because we've been separated by Jesus Christ. Tumewekwa kando ya ulimwengu huu. We've been put aside from this earth. Ili kwamba sisi so that us tuweze kuwa nuru ya ulimwengu. We could be the light of the world. Ndio ili kwamba sisi And just because for us. Ili kwamba sisi tuweze kuwa chumvi ya ulimwengu. The salt of the earth. Tuweze kuonyesha ulimwengu jinsi unavyostahili kuwa. To show the world how you're supposed to be. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kanisa na umisheni wake. The church and its mission. Matthew, yeye alikuwa anaandikia Wayahudi wenzake. He was writing it to his fellow Jews. Ili ajaribu kuwaonyesha kwamba huyu Yesu huyu ambaye amezaliwa huyu. So that he could show them that Jesus Christ has been born. Huyu ndiye Masihi ambaye tuko tunasubiri. This Jesus is the Messiah that we're waiting for. Na yeye ndiye mfalme wa Wayahudi. He is the king of the Jews. Amen. Sasa mtu anaposoma hivyo, so when you read this, anasema kwamba unaona Yesu hakuja kwa sababu ya kila mtu, alikuja kwa sababu ya Wayahudi. Some people say Jesus only came for the Jews. Hapana. No. Sio hivyo. That's not true. Ni lazima uelewe ya kwamba it's a must for you to understand that Yesu katika maisha yake alikuwa na phases mbili, maana alikuwa na vipindi vitatu, sivyo? Jesus in his life had two phases. Alikuwa na vipindi vitatu. He had three phases. Kipindi cha utoto, the childhood, alipozaliwa, when he was born, akafuata mila na desturi zote za Kiyahudi. He followed all the laws of Jews. Akapelekwa hekaluni, he was taken to the temple, akabarikiwa, and he was blessed. Siku 8 baada ya kuzaliwa kwake akatahiriwa. 8 years after being born, he was circumcised. Akaenda kwenye shule ya kawaida kujifunza Torati. He went to the normal school to be taught the laws. Na kadhalika na kadhalika. And others. Na kuna miujiza mingi ambayo Yesu alifanya akiwa mdogo. And there's a lot of miracles that Jesus did when he was a kid. Ukisoma katika vitabu vya historia, if you read in the history books, vitabu vya historia ambavyo viko katika Biblia ambayo inatumiwa na Wakatoliki, Biblia apocrypha. The history books that are used by the Catholics are written by apocrypha. Utakuta wanasema siku moja Yesu akiwa anacheza na wenzake. They will say that one day when Jesus was playing with his friends, akatengeneza njiwa. Unajua watoto wetu wanacheza, hata sisi wakati tunacheza mnatengeneza gari, mnaweza tengeneza ndege kama kitu fulani. So he made a dove just like us as kids used to make. Yesu akatengeneza ndege ya matope. And he made a dove out of clay. Akaipulizia pumzi. And he blew his breath into it. Akaiachilia ikaruka ikaenda. And he let it go and it flew. Katika utoto wake. When he was still a kid. Wakati wako wanacheza siku nyingine wanacheza na wenzake. Another day he was playing with his friends. Mtoto mmoja akapiga mwenzake mpaka mwenzake akaanguka chini akafa. And one kid hit his friend until the friend fell. Kale kenye kamepigana. The one who hit the other one. Kakaanza kupiga kelele kusema Yoshua ameuana, Emmanuel ameuana, Yoshua ameuana, Yoshua ameuana. He started screaming saying Joshua killed him. Watu wakaja.
Wakakuta kule mtoto yuko pale, yuko amekufa. And they found the child there is dead. Joshua ndio jina la Yesu, ndio Yesu katika lugha ya Kiebrania. Joshua, wewe umefanya nini? And he said, Joshua, what did you do? Yesu akacheka tu. And Jesus laughed. Kwa nini umeua mwenzako? Why did you kill your friend? Yesu anajaribu kujitetea, wanasema hapana, wewe mwenzako anasema yeye ndo ameua. And Jesus tried to stand up for himself, saying, no, he's the one who killed Na him. kalikuwa kakubwa kidogo kuliko Yesu. And the kid was older than Jesus. Basi Yesu akachukua akasema okay, wacha basi tumuulize huyu ambaye ameuawa aseme ni nani. Jesus said, let's ask the one who's there to ask who killed him. Akaenda akamgusa yule jamaa, akamwambia hebu amka. And he went and touched him and said, wake up. Mtoto akakanjiruka akaamka. The child woke up. Amen. Wakati mtoto alikanjiruka, when the child woke up, wazazi wakafurahi. And the parents were happy. Sasa wakasema wakafurahi, basi ameamka, amepona. And they said that he's healed, he woke up. Yoshua akasema mumuulize ni nani amempiga. And Jesus said, no, ask him who hit him. Wakamuuliza ni nani alikuwa amekupiga. And he asked him, who hit you? Akasema tulikuwa tunacheza, huyu fulani akanigonga mawe ndio nikaanguka. And he said, we're playing and this kid stoned me and I died. Yesu akawauliza, amesema nani alimuua? And Jesus asked him, who did he say killed him? Amesema ni huyu. And they said him. Okay, basi. Okay. Nilikuwa nimemuita aje aseme ukweli, atoe ushahidi, na kwa sababu ameshatoa ushahidi, mmejua ni nani alikuwa amemuua, basi sasa atakufa tena. Na huyo mtoto akafa kabisa. I called them to ask who did it, and he already confirmed. Hivi vitu vyote Yesu alivifanya katika kipindi chake cha utoto. All this Jesus did when he was still a kid. Na kuna kipindi kingine cha maisha ya kawaida. And there was another phase in normal life. Maana hayo mambo yote aliyafanya kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 12 kama mtoto kama watoto wengine. Because all this he did it from when he was 1 year old to 12 years old. Na baadaye sasa, and after, katika maisha yake ujana akaishi maisha ya kawaida. In his youth life he lived a yuko seremala pale analanda mbao. He was a carpenter. Anatengeneza viti. He was making na anafanya vitu kabisa, na leo kwa sababu baadaye Yusuf alifariki, Yesu akabaki yuko analea ile familia. Because after Joseph died, Jesus was taking care of the family. Na baada ya hapo sasa alipofikisha miaka 30 ndo akaanza maisha ya huduma. When he was 30 years old, that's when he started his ministry. Amen. Sasa Mathayo, so Matthew, ameanzia mahali ambapo Yesu ameanza maisha ya huduma. Started when Jesus started his kueleza Wayahudi wenzake. To explain to his fellow Jews. Na kwa sababu hiyo, because of that, ndiyo maana angepaswa kusema ya kwamba alikuja kwa ajili ya kutafuta kondoo wa Israeli waliopotea. That's why he's supposed to say he's coming to look for sheep from the Israelites. Amen. Lakini baadaye Yesu akabadilisha meza hii. But after Jesus changed it. Ndio hayo maneno anayosema hapa. And that's what he's saying. Nendeni ulimwenguni kote. Go to the world. Mkawafanye and make watu wote kuwa wanafunzi wangu. And make everyone to be my disciple. Neno hilo kufanya, the word making, Biblia Kibembe inasema vizuri kubadilisha. The Bible in Kibembe says to change. Ya kwamba mbadilishe watu. To change people. Ina maana hivi. It means that amechagua watu. He chose people. Ambao ni taifa lake. As his nation. Ambao wanaitwa Wakristo. Called Christians. Ambao wataitwa wafuasi wa Yesu Kristo. Called the disciples of ambao ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Amewatenga na ulimwengu. Lakini amewapa jukumu. But he's given them a task. Jukumu gani? What task? La kubadilisha wa ulimwengu. To change the earth. Kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. To make them to be disciples of Jesus. Amen. Na wanapowabadilisha, wanawaambia habari njema ya ufalme. Kuwatangazia upendo wa Yesu Kristo. To announce the love of Jesus. Unajua wakati mwingine wainjilisti wengi, sometimes a lot of evangelists, na wahubiri wengi wa injili, a lot of preachers of the word, wanawahubiria watenda dhambi kana kwamba ni criminals. They preach to sinners like the criminals. Wanawahubiria watenda dhambi kana kwamba ni wahalifu. They preach to sinners like the bad people. Wanasahau na wao walikuwa huko. They're forgetting that they were also there. Amen. Unakuta mtu anahubiria mtenda dhambi anahubiria mtenda dhambi kuona kana kwamba huyo sasa hastahili kujumuika na wengine. You'll find someone preaching to a sinner and say they're not worthy. Hatujaitwa kuwahukumu watenda dhambi. We haven't been called to judge the sinners. Tunaitwa kuwaonyesha upendo wa Yesu Kristo. We're called to show them the love of Jesus. Na katika kuwaonyesha upendo wa Kristo, to show them the love of Jesus, tutajumuika pamoja nao. We will rejoice with them. Tutakaa nao.
We'll sit with them. tutakula nao, We'll eat with them. tutakunywa nao, We'll drink with them. tena meza moja. They'll sit Hapo together. ndipo tunawaambia habari za upendo wa And Yesu. that's when you tell them the love of Jesus. Amen. Amen. Na wakishasikia After they've heard, wataamini, they will believe. na And wakishaamini after they believe, watatubu. they will repent. Ndio maana Petro And that's why Peter, ile siku pale Yerusalemu that day in Jerusalem, alipokuwa anahubiri, when he was preaching, akawaambia Wayahudi mambo ambayo wamemtendea Yesu Kristo, told the Jews the things that they've done to Jesus. na kuwaambia Yesu Kristo ni nani And kwao. to tell them who Jesus is to them. Waliposikia And when they heard, wakaamini, they believed. na wakamuuliza swali sasa, And they asked him a question. tufanyeje? What should we do? Tufanyeje? What should we do? Akawaambia tubuni. And he said, Kwa repent. hivyo baada ya watu So kusikia after people listened, na hawatasikia tusipowaambia, and they listened to what we said, wakishasikia after they've heard, wataamini, they'll believe. na And wakishaamini after they believe, watatubu, they'll repent. na wakishatubu, After they Yesu repent, anasema wabatizwe. Jesus said to baptize them. Wakishabatizwa After they baptized, wataishi maisha ya uaminifu. they'll live a faithful life. Amen. Amen. Na ndio sababu And that's why, hata watenda dhambi wakija kwenye ibada even zetu, when sinners come to our hatuwaambii ninyi hapana muhitajike hapa. don't tell them, no, you're not allowed to hear. Hao ndio wanahitajika hapa Those are zaidi. the ones who are the most needed. Maana ni lazima tuwaambie habari za ufalme wa Mungu, Because it's a must for us to tell waweze them. kujua Mungu ni nani, They have to know who God na is. wajue kwa nini ametutenga To sisi. know why he separated us. Amen. Amen. Haleluya. Na hii ndiyo misheni kubwa ya kanisa hili la mabalozi wa Kristo. And this is the main mission of this Ambassador's Church. Misheni yetu kubwa Our great mission ni kuweza kurejesha kanisa kwenye laini yake. is to be able to restore the church in its mind. Amen. Amen. Maana Yesu anasema hivi Because Jesus says ya that kwamba mkishawabadilisha after you've changed them na kuwabatiza, and to baptize them, mwanze sasa kuwafundisha you start teaching them yale ambayo mimi niliwaamuru ninyi. those that I told you. Haleluya. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu, So people of God, wakati Yesu alituita when Jesus called us, na tukakubali wito wake we accepted his calling, ya kwamba tutamtumikia, that will work for him, ya kwamba yeye ndiye Mungu wetu, that he's our God, yeye ndiye mchungaji that wetu, he's our Savior. sisi ni kondoo wa malisho We are yake, sheep of his, na tukakubali atawale maisha yetu, we accepted him to lead our na lives. tukakataa mambo ya ulimwengu We huu rejected the things of the world, ili tumfuate Yesu so Kristo. we can follow Jesus Christ. Ametupatia jukumu And he gave us one la kuwafundisha watu teach people yale aliyotuamuru. those that he told us to teach. Na kama wewe ni Mkristo If you're a Christian, na haujaamuriwa na Kristo kufanya you have jambo, been told by Jesus to ina do maana something, kwamba haujafikia malengo ya Mwenyezi Mungu that kukupa. means you haven't reached the Amen. love of God to call you. Haleluya. Amen. Shabaha yetu sisi Our main mission kama kanisa, as a church, shabaha yetu sisi our main mission na lengo letu sisi and our goal kama wana Christ Ambassadors Fellowship as Christ Ambassadors Fellowship Church ni kuweza kurejesha upentekoste is kanisani. to restore Pentecostal in the church. Ni lazima turejeshe upentekoste katika kanisa la We have to Bwana. return the Pentecostal ways in the church. Amen. Amen. Ni lazima turejeshe upentekoste kanisani. We have to return the Pentecostal ways in the church. Ni lazima turejeshe malengo ya kanisa kuwepo, We have to restore the goals of the church to be there. kwa sababu Because ukiangalia jinsi ulimwengu unavyoenenda, if you look at the way the world is going, utakubaliana na mimi kwa 100% you will agree with me 100% ya kwamba badala that instead ya kanisa kubadilisha ulimwengu, the church to change the world, ulimwengu ndio uko unabadilisha kanisa. the world is what is changing the church. Ina maana kwamba sisi It means that us, badala ya kwenda kuwafanya wale watu wawe wafuasi wa Yesu Kristo instead of making them disciples of Jesus Christ, ili tuwabatize so that we can baptize them, na kuwafundisha yale ambayo Yesu ametuamuru, teach them what Jesus told us, wao ndio wanatufanya kuwa wafuasi wa they're the ulimwengu, ones who are making us follow them. jambo ambalo limemfukuza Roho wa Mungu katika Something kanisa. that has changed the Holy Spirit. Bwana in the church. atuhurumie sana. Amen. Haleluya. Ili tufikie lengo la kurejesha kanisa kwenye reli, For us to reach the goal to put the church in a straight line, ili tuweze kurejesha kanisa mahali ambapo linastahili kuwepo, for us to restore the church from the position where it na was, litambue malengo ya kufanyika kuwa kanisa. and to know the goals of where to know where the church Na is. hili kanisa linalolizungumzia hapa And
This church that we're speaking about ni here kila mmoja, is everyone. sio jengo. It's not a building. Hapana, No. ni maisha ya kila mmoja It's wetu the life of everyone. ambaye amemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa Has maisha yetu, accepted Jesus as the Lord and Savior. ili tufikie lengo For us to reach the la goal kurejesha upentekoste katika kanisa, of restoring the Pentecostal ways. la kurejesha kanisa kwa maana ya To kanisa. return the church to where it was. Ni lazima tuwe mfano wa kuigwa kama vile tulivyohubiriwa wiki iliyopita. You have to be a great example, just like we preached about. Ni lazima tuwe watu ambao tunaweza kuigwa na watu You wengine. have to be people who people can make an example. Jamani, sisi sio watu wa We're kawaida. not normal people. Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo, Followers of Jesus Christ. na hatupaswi kuishi maisha ya And we kawaida, can't live a normal life. maisha ambayo yanawekewa question mark na watu Life wengine. that people put question marks in our Tangu lives. tulipomkubali Yesu Since Kristo, we accepted Jesus, tulifanyika kuwa viumbe vipya, we're made to be new na hebu creatures. acha watu waone tumekuwa viumbe Let people vipya. see us to be new creatures. Amen, Amen. haleluya. Amen. Ili tuweze kurejesha kanisa katika malengo ya kanisa, For us to restore the church and its goals, baada ya sisi kukubali kuwa mabalozi wa Yesu Kristo, after us accepting to be ambassadors of Jesus Christ, baada ya kukubali kuwa mfano wa kuigwa, after accepting to be a good example, ni to lazima people, tuweze kufanya tathmini we have to ni lazima tuweze kufanya evaluation do an evaluation ya mambo ambayo yamelifanya kanisa kufa. of things that have made the church to die. Maana kanisa limekufa, Because the church has been dead. na kama halijakufa If it hasn't died, liko kwenye ICU, it's in ICU. liko katika hali mahututi It's in the ICU. ambayo That watu wanaogeukia shetani ni wengi kuliko wale wanaomgeukia Yesu people who Kristo. are turning to the devil a lot. Na ni mambo gani hayo And what are the things ambayo yamelifanya kanisa life? that have made the church to die? Amen. Amen. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika kanisani tangu mwanzo wa kanisa, There are things that have been happening in the church since the past. yameondolewa They have been removed. na watu wakaingiza mambo mapya And people brought new things ambayo hayakuwepo kanisa, that weren't there in the church before. na yamevunja kanisa, And they have broken the church. yameharibu kanisa, It has yamelifanya kanisa life. It has made the church to Na die. ndio maana ndugu zangu na dada And zangu, that's why, brothers and sisters, mutaliona hili kanisa kama kanisa linaloongozwa na mchungaji mshamba. you'll see this church is led by pastor who's. Mutaliona ni kanisa ambalo linaongozwa na mchungaji ambaye ametoka kwenye village kabisa, You'll see this church is being led by someone ambaye bado anaishi miaka ya 80 huko. who's still living in the 80s. Amen. Amen. Kwa sababu Because kuna mambo ambayo yanaonekana ndio ushamba kanisani, things that have been seen as old in the church. na ndio yalifanya Yesu Kristo atende mambo That's kanisani. what made Jesus do things in the church. Inakuwa mambo ya ajabu. It'll be a great thing. Watu wanaweza kufanya ibada kuanzia Januari mpaka Disemba, People could do a service from January to December. lakini hakuna mtu anajazwa Roho Mtakatifu kanisani. But no one is being filled by the Holy Spirit. Watu wanafanya ibada kuanzia Januari mpaka Disemba, They'll do a service for the whole year. hakuna miujiza inatendeka kanisani, There's no miracles in the church. na tunajiita kanisa. We call ourselves a church. Hapana, No. kuna mahali kumeharibika kitu, Somewhere has been destroyed. kuna mahali tumemkosea Mungu, Somewhere that we wronged kuna Jesus. mahali kanisa limeacha njia, Somewhere the church has na left ni the lazima yale mambo yote That's the master ambayo that yamemfanya Roho wa Mungu akimbie kanisa have made the Holy Spirit to run away from the church. tuyaondoe kanisani, Remove them in the church. turejeshe mambo ambayo yalitendeka kanisani hapo Bring kabla. back things that used to happen in the church. Amen. Amen. Kuna mambo matatu ambayo yamefanya kanisa life. There are 3 things that made the church to die. Jambo la kwanza The first one, ni tatizo la kutafsiri maandiko. problems of translating the word. The word. Tatizo la kutafsiri The maandiko problem in translating the word. katika lugha ya kibiblia, From the Bible language, katika lugha ya kitheolojia the theology language, tunaita hermeneutical problem, we call it a hermeneutical problem. yaani tatizo la kutafsiri maandiko. The problem of translating the word. Tatizo la pili The second one, ni tatizo la uongozi kanisani. the problem of leadership in the church. Amen. Amen. Na tatizo la tatu And the third one ni kuporomoka kwa viwango vya kanisa. is the group in the church being destroyed. Kuporomoka kwa viwango vya kanisa. Separation in the group in the church. Spiritual standard ya kanisa imeharibika. The spiritual standard in the church. Kanisa haliko kwenye standard yake tena. The church is not in standard anymore. Hapana. No. Amen. Amen. Na kwa sababu hiyo, And because of kwa that, sababu lengo letu sisi because our goal for ni us kurejesha kanisa katika standard is yake, to bring
bring back the church to be standard. Kwa sababu lengo letu sisi Because our goal ni kutaka kurejesha upentekoste is to kanisani. want to bring back Pentecostal ways in the Ni church. lazima tuangalie haya mambo We have matatu. to look at these three things. Amen. Amen. Muda unaweza usiniruhusu kuyamaliza yote, Maybe the time won't allow me to finish all lakini tutayamaliza wakati mwingine. We'll finish all three some other time. Hebu tuanze na tatizo la kutafsiri maandiko. Let's start with the problem of translating the word. Amen. Amen. Tatizo la kutafsiri maandiko The problem of translating the word ni tatizo kubwa sana. is a very big problem. Watu wanatumia maandiko matakatifu kutetea dhambi wanazozifanya. People are using the holy word to defend the sins that they're committing. Watu wanatumia neno la Mungu kutetea dhambi wanazozifanya. People are using the word of God to cover their sins. Mtu anatenda dhambi Someone does a sin, na anaweza kabisa kukufungulia Biblia na anasoma. and they could open a word and read for you. Na kama wewe haujui kutafsiri maandiko, And if you don't know how to translate the word, unampa reason. you'll give them a reason. Unasema by the way si imeandikwa. You say, yeah, it's written. By the way si imeandikwa. You say, yeah, it's written. Hapana. No. Yes imeandikwa. Yes, it's been written. Lakini But haiandikwi hivyo unavyosema. it's not written the way you Na read it. mwandishi hakuwa anamaanisha hivyo And unavyosema. the author didn't mean what you're reading. Amen. Amen. Tatizo la kutafsiri maandiko The problem of translating the word linatusumbua sana. is disturbing us a lot. Hata waalimu wa neno Even the teachers of the word, wana tatizo hili la kutafsiri they maandiko, have the same problem of translating the kwa word. sababu wanayatafsiri ili yaweze kuwanufaisha wao. Because they're translating so it can benefit them. Ndio maana unakuta leo watu wanauzia watu mafuta kanisani, That's why you see people are selling the oil in the church. wakisema ya kwamba wameambiwa eti Yakobo alisema mtu akiwa mgonjwa na apakwe mafuta. They're saying that the Bible said, that Jacob said, if you're sick, you should be applied oil. Sasa hayo unayoyauza wewe unauzia wagonjwa, Now the one that you're selling, are you selling to the people who na are sick? Yakobo alisema wauziwe. And did Jacob say to sell it? Tatizo la kutafsiri maandiko The problem of translating the word limeharibu kanisa has destroyed the church na limemfukuza roho wa Mungu katika and kanisa. has chased the Holy Spirit from the Ni church. lazima It's a must tumuombe yeye aliyesema ya kwamba to ask the one who said that. jukumu letu ni kuwafundisha, kuwakumbusha watu yale ambayo yeye alitufundisha, Our goal is to remind people of what he taught, aweze kutufundisha tena to teach us again, na atufunulie neno lake zaidi. and to open his word. Na hili tatizo la kutafsiri maandiko hili This problem of translating the word, linatokana na watu kutokupenda kufundishwa neno la Mungu. it comes from people not wanting to learn the word of God. Jameni, kuna mambo ambayo hauwezi kuyajua bila kufundishwa. There's some things you won't know until someone teaches Ni you. lazima ufundishe jinsi ya kutafsiri maandiko You have to be taught how to translate the word ili uweze kuelewa neno la Mungu. for you to understand the word of God. Usiweze kutafsiri maandiko kulingana na hisia zako. Don't translate the word out of your own. Usitafsiri maandiko kwa kutaka kuitetea dhambi yako. Don't use the word to cover up for your sins. Ni lazima ufundishe jinsi ya kutafsiri maandiko. It's a must for you to be taught how to translate the word. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa kutokujua kutafsiri maandiko tumepoteza pia kondoo. Out of us lacking knowledge to translate the word, we've lost a lot of sheep. Amen. Amen. Tatizo la pili The second problem ni tatizo la uongozi kanisani. is the problem of leadership in the church. Makanisa mengi leo yamejaa viongozi ambao hawajaandaliwa. A lot of churches today are filled with leaders who have not been prepared. Makanisa mengi yamejaa viongozi ambao hawajaandaliwa. A lot of churches are filled with leaders who have not been prepared. Ndio, ni sawa mtu akisema kwamba mimi nimeitwa. Yeah, it's good someone is saying, I've been called. Mimi nimeitwa. I've been called. Na ni ukweli, ni lazima mtu aitwe katika And huduma. it's true, someone has to be called in the ministry. Lakini ukumbuke ya kwamba But you have to remember that. Samueli, ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samuel, if you read the book of Samuel chapter 1, sura ya 3 mstari wa 4 mpaka kufika mstari wa 10 huko, verse 3 to 10, we'll continue. utakuta Samueli aliitwa na Mungu. You'll find that Samuel was called by God. Lakini hakujua kama ni Mungu amemuita. But he didn't know if it was God that called him. Na hakujua atamjibuje Mungu. He didn't know how to answer to God. Ilibidi Eli amwambie. Elijah had to explain to him. Eli had to explain. Ilibidi Eli aweze kumwambia. Eli had to tell him. Ameitwa. He's been called. Lakini ilibidi Eli amwambie. But Eli had to tell him Ya kwamba huyo anayekuita ni Mungu. that the one who's calling you is Na God. akikuita sasa ufanye And hivi. if he calls you now, do this. Ujibu hivi. Answer like this. Amen. Amen. Ni lazima tuangaliwe. It's a must for us to be prepared.
tukitaka kumtumikia Mungu. if you want to serve God. Hata Yesu Kristo Even Jesus Christ, aliwaita kwanza. he called them first. Akaita Petro, He called Peter, akaita Yohana, he called John, akaita Yakobo. he called Jacob. Wakiwa pale Galilaya tu. When they were still in Galilee, Maana niliwaambia siku nyingine kwamba wanafunzi wote wa Yesu ni watu wote walitoka because Galilaya. I told you another day, all the disciples are from Isipokuwa Galilee, mmoja tu, except from one, Yuda Iskariote. Judas Iscariot. Yuda Iskariote anaitwa Yuda Iskariote. Iskariote ni jina la mji wao. Ni kijiji ambako kako karibu na nani, na Bethania. He's called Iscariot because it's where he's Alikuwa mtu from. wa kijiji ambacho kinaitwa Skario. He is from a village called Iscariot. Kwa hivyo ndio maana alikuwa anaitwa Yuda Iskariote, maana yake Yuda wa mji wa Iskariote. Kama mimi ukiniita Barthelemy wa Nkanjao, sasa akawa anaitwa hivyo. That's why he was called Judas Iscariot, because it's where he was from. Amen. Amen. Na yeye akawa anaitwa Yuda Iskariote, yani mtu wa Iskariot. That's why he was called Judas Jamaa Iscariot. alikuwa ametoka kwa Iskariot akaenda kaskazini kule Galilaya kwenda kutafuta maisha. He was from Iscariot going to the south Anaenda to find a kutafuta, life. anaenda town kutafuta maisha, akakutana na Yesu. He went to the town to find a life and he met Jesus Christ. Yesu, nilikuwa nasema hivi, Jesus, I was saying that. muda wa miaka mitatu nusu, miaka mitatu kama na miezi 4 hivi, In almost 3.5 years, alikuwa alidumu katika kuwafundisha wanafunzi wake he was teaching his disciples, usiku na mchana. day and night. Wasipoelewa wanakuja. If they don't understand, they come to him. Mbona unazoea kusema sema kwa Why mezali? are you used to speaking in Proverbs? Mbona unapenda kusema sema kwa Why do you mafumbo? like speaking in Proverbs? Ina maana kwamba lesson haijaingia. That means that the lesson, Wanakuja kuuliza mwalimu they tena. came to ask the teacher. Hatukuelewa pale, mbona unasema kwa mafumbo He's tueleweshe? saying, don't speak in Proverbs. Na ndio maana kabla hajapaa, That's why before he went, he wakati resided. yuko anaongea nao maneno ya mwisho, When he was speaking his last ndio words, maana akawaambia, that's why he told them, mkishafanya watu kuwa wanafunzi wangu so you make people my disciples na kuwabatiza, and baptize them. muwakumbushe yale ambayo mimi You niliwaamuru. remind them the things that I told them to. Amen. Amen. Kwa hivyo Yesu asingewaambia wanafunzi wake wawafundishe watu mambo ambayo yeye hakuwafundisha. So Jesus didn't tell them to teach people things that he didn't teach Kwa hivyo them. baada ya kuwaita, So after calling them, aliwafundisha, he took them aliwaandaa and he prepared them katika huduma. in the ministry. Amen. Amen. Na ndio maana wakati mwingine alikuwa anawaambia hivi, And that's why another time he was telling them ya kwamba ulimwengu umenichukia mimi, that the world has hated me, utawachukia na nini? and they will hate you too. Ili ajaribu kuwaandaa ya kwamba To jameni, prepare them that hii huduma ambayo ninawaatia this hii ministry that I'm living to ni you ngumu. is hard. Watu mnaoishi nao ni watu The wagumu. people you're living with are very Kama hard. wamenikataa mimi, If they rejected me, itakuwa vigumu kuwakubali it'd mimi. be hard for them to Lakini reject me. msimame kidete. But stand up. Amen. Amen. Kwa hivyo ni lazima viongozi waandaliwe. So it's a must for leaders to be Na prepared. kuna aina 4 za maandalizi And ya there's viongozi. four types of preparing. Amen. Amen. Ya kwanza ni maandalizi ya kiroho. The first one is being spiritually prepared. Ya kwanza ni maandalizi ya The kiroho. first one is being spiritually prepared. Hebu tuangalie Paulo hapa anasema nini hapa. Let's see what Paul is saying. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 18. First Timothy chapter 1 verse. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 First Timothy chapter 1 verse. inasema hivi. Sura ya mstari wa 18. Verse 18. Timotheo wa kwanza, kama umepata soma, kama hujapata basi. Mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Amen. Amen. Huyo ni Paulo, yuko anamwandaa mwanaye wa kiroho ambaye anaitwa Timotheo. That is Paul preparing Timothy. Anampa maagizo, He's giving him instructions. anamwandaa He was preparing him kabla hajamfanya kuwa mchungaji wa kanisa. before he made him the pastor of the church. Amen. Amen. Anamwambia Tito hivi. And he told Titus this. Katika ile sura ya kwanza mstari wa 4 anamwambia hivi. And he's saying this. Kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tuishirikio. Neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Huyo ni Paulo. That is Paul. Anazungumza na watoto wake wa imani He was speaking with his children of faith. ambao anawaandaa
that he is preparing them. Ninapozungumza kuhusu maandalizi ya viongozi, maandalizi ya kiroho, When I speak about spiritually preparing the leaders, ninamaanisha hivi. I mean this. Kila kiongozi wa kanisa ni lazima awe na baba yake wa kiroho. Every leader in the church has to have his father of faith. Ni lazima uwe na baba yako wa You kiroho. also have a spiritually father. Mtu ambaye anaweza kukesha kwa ajili ya kukuombea. Someone that can fast to pray for you. Mtu ambaye anaweza kufunga kwa ajili ya Someone kukuombea. that can fast because of praying for you. Amen. Amen. Mtu ambaye mambo yakiumana kwako, Someone when you have problems, mtu ambaye mambo yakiwa tafu kwako, when things are tough for you, unaweza kumuita hata saa 7 za you usiku. can call them even at 1 a.m. Ukamwambia kuna hili na hili. and tell them this is happening. Na akakwambia mwanangu, hebu kaa kwenye You magoti. tell them, girl, you need Hebu to pray. sikate simu tu. Don't hang up the phone, let's pray. Hata mimi kama mchungaji wenu ninaye baba yangu wa imani, Even me as your pastor have my own ambaye people kabla ya father. kufungua kanisa hili Before I opened this church, nilimshirikisha, I told them, nikamwambia baba, and I told them, kuna tatizo hili na there hili, is this problem, naomba kuniombee. and I ask you to pray for me. Akasema mwanangu katika Kristo, And he said, my children, tulia twende mbele za Mungu kwa be maombi. patient, let's go. Na akafanya siku kadha kwa maombi, He fasted some days. na to pray. alipoleta jibu And after he brought an answer, nikamuuliza mbona nimekuja haraka? I asked him, why did it come so fast? Akasema maombi mengine majibu hayahitaji muda And he mrefu. said, other prayers, the answer is Fungua fast. kanisa, Open the church. yupo. He's there. Amen. Amen. Na kila mara ninawasiliana naye And every time I speak to him, akiwa barani Afrika, or he's in kwa Africa, sababu ni baba yangu wa kiroho. because he's my spiritual father. Amen. Amen. Kuna mambo ambayo yanaweza kuwa magumu kwangu, There's some things that could be difficult for me. lakini kwa sababu alinitangulia katika huduma But because he was before me, in the na ministry, akanishirikisha katika huduma, he prepared me in the ministry. na ananielewa vyema katika maisha yangu ya kawaida na maisha yangu ya And he huduma, understands me in this life and the spiritual life. nikamfanya kuwa baba yangu wa imani, I made him my father in the spiritual ambaye life. ninaweza kumuomba mashauri So I can ask him for advice. kwa sababu anaelewa haya mambo Because he kuniliko. understands this. Labda mimi ninajua kuomba masaa mawili, yeye anaomba masaa 7. Maybe I know how to play for 2 hours. Labda he mimi plays ninaweza 7 nikahubiri hours. kwa dakika 45, yeye anaweza kuhubiri masaa mawili. Maybe I could play for 45 minutes. He could play Labda for 2 mimi hours. ninaweza kushauri watu wawili tu kwa mwezi, yeye anashauri watu mamia kwa mwezi. He could advise more people than me in a month. Tunaona Paulo vile anawapa watoto wake mashauri. And we see how Paul advises his children of faith. Amen. Amen. Kuna maandalizi ya kijamii. There's preparing for the family. Maandalizi ya kijamii. Preparing the family. Amen. Amen. Social preparation. Social preparation. Amen. Maandalizi ya kimwili. Social preparation. Maandalizi ya kijamii. Social Ni preparation. lazima kiongozi kanisani awe ameandaliwa kijamii. It's a must for a leader in the church to be Ninamaanisha prepared. nini? What do I mean? Paulo wakati anaandikia Timotheo, When Paul was writing to Timothy, ile barua ya kwanza ya Paulo kwa Timotheo sura ya 3, the first letter to Timothy, mstari wa 4 verse 4 na wa 5, and 5, anasema awe mtu ambaye anajua kuwafundisha watoto wake. he's saying that there should be someone who knows how to teach his Mtu children, ambaye anajua kulea familia someone yake. that knows how to raise his family. Huyo ndiye anastahili kuwa kiongozi kanisa. That's who's supposed to be a leader in the Huyo church. ndiye anastahili kuwa askofu kanisa. That's who should be an apostle in Huyo the ndiye church. anapaswa kuwa mzee That kanisani. should be the elder in the church. Amen. Amen. Mtu ambaye anajua kuisimamia nyumba yake vizuri. Someone who knows how to take care of his house. Alafu ule mstari wa 5 And then in that verse 5, unaeleza he explains swali la hili jambo the question of this. ya kwamba That mtu asiyejua kuisimamia vyema nyumba yake someone who doesn't know how to take care of his own house, atasimamiaje kanisa la how will Kristo? he take care of the church? Kwa maana nyingine, Meaning that Yesu na Mungu wetu Jesus and God, anatilia maanani jinsi tulivyo related na watu wengine. he's making sure we know how we relate to other people. Unaishi namna gani na watu? How do you live with other people? Mahusiano yako na jamii ya watu iko namna How do gani? you discuss with other people? Kama kiongozi wa kanisa As a leader in the church, unastahili kuwa na mahusiano mazuri na jamii you're yako. supposed to have a good relationship with your Na wewe family watu wa ngazi zote, and people, watu wa ngazi zote, people of all and people levels, of all levels, watu wa aina zote, people of all types, watu wa lugha zote, people of all watu languages, wa kabila zote. people of all Na ndio diseases. maana And that's why kabla haujawa kiongozi, before you're a ni leader, lazima wewe mwenyewe uulize Mungu, you have to go ask God, bado unataka nikutumikie? you want me to serve you? Mimi ninaishije na watu?
How do I live with other people? Watu ninaishi namna gani na watu? How do I live with other people? Watu wananisema mimi ni nani? How do people say Je, watu wanaweza Do kukubali people agree ya kwamba mimi niwe kiongozi that wao? I should be their leader? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jamii ya watu tunaoishi nao, The social life that we live, people that we live with, watu tunaoishi nao, people that we live with, linapaswa liwe kiwe kijongo katika maisha yetu. our social life has to be. Kijongo ni tunaita kwa kivimbe umbe. Ile kuna ugonjwa wa mtu kuvimba kivimbe hapa. Unaitwa kijongo kwa Kiswahili. Amen. Or the hump, yeah. Watu tunaoishi nao, People that we live with, unastahili kuwa mzigo kwetu sisi. they should be a burden to us. Wabembe wanasema hivi, There are people say, nilikuwa ninataka nicheze, I wanted to dance, lakini but hiki kijongo ambacho kiko hapa kwenye shingo yangu this hump that's in my head kinanizuia kucheza vizuri. is not letting me dance. Ningeucheza vizuri huu wimbo, I will dance properly this day, lakini hiki kijongo hiki but this hump in my head kinanizuia nisicheze. is not letting me dance. Na hiyo ndio maisha ya Mkristo, And that's the life of a na Christian. hiyo ndio maisha ya kiongozi. And that's the life of a Ni leader. lazima uwe na kitu ambacho kinaweza kukuzuia wewe kufanya kitu kingine. You have to have something that will prevent you from doing something else. Ananiteta, He is complaining, anaongea vibaya kunihusu. and he's talking bad about me. Kama mwanadamu, As a human being, roho inapanda, my heart is niende nimwambie I ukweli, want to go tell him the truth. niende nimuonyesha kwamba mimi sio jinsi I want anavyonifikiria. to go show him that I'm not the way he thinks. Lakini baadaye But after, Roho wa Mungu anakukumbusha, the Holy Spirit shows you that. kumbuka wewe ni nani, Remember who you are. kumbuka wewe ni nani, Remember who you are. kumbuka wewe ni nani. Remember who you are. Amen. Watu wanakusema, People are talking about you. anaweza kuwa ndugu yako, It could be your brother. anaweza kuwa sio ndugu yako, Maybe it's not your lakini brother. ni wa jamii yako, But it's in your family. anakutendea maovu, And they're doing evil. unajaribu ulipize And kisasi, you're trying to, tena unakumbuka, and you remember, nina kijongo I hapa, have this hump. ninalo jina la Yesu Kristo, I have the word of God. nimetengwa na And ulimwengu, I've been separated from the world. nitamjibuje huyu How mtu, will I answer to this person? nitagombanaje na huyu How will I mtu, fight with this na person? mimi ni kioo cha jamii, And I'm the leader of the na mimi ni chumvi ya I'm the ulimwengu, salt of the na world. mimi nimeitwa kuwa nuru ya I've been ulimwengu. called to be the light of the world. Unanyamaza. And you're quiet. Wakati mwingine shetani anakuambia People, the devil is telling you atakuona bure, that he'll see you. atakuona wewe He see mwoga, that you're not worthy, that you're atakuona scared. wewe mjinga, He see that you're stupid. ataona hujui kuongea, He see that you don't know how to lakini speak. unaangalia, But you're looking. nitamjibuje? How will I answer Mimi you? ni nani? Who am I? Mimi ni mtu wa Mungu, I'm the man of God. mimi ni Mkristo, I'm a Christian. mimi ni mtumishi wa Mungu, I'm a servant of God. ninasimama kwenye I'm madhabahu, standing in the altar. ninaambia watu vitu Telling people things ambavyo ninataka I want wajue kwamba to know haya ya ndiyo Yesu that this is Jesus. ameniambia He's niwaagize. told me that to Sasa instruct you. nitakosanaje na huyu mtu? So how will I argue with this person? Atanionaje? How will he see Picha me? yangu ni How's ipi? my picture Ni looking? lazima tutengeneze mahusiano It's yetu, a must for us to fix our ni discussion. lazima relationship yetu na It's watu a must for our iwe ile relationship ambayo Yesu Kristo to be anaikubali, about Jesus Christ. ili tunaposimama mbele za So that when watu we stand in front of people, tunawakilisha kile ambacho Yesu alisema. represent what Jesus said. Muwakumbushe yote Remind all niliyowaamuru. what I've told you to do. Je, Yesu alituamuru tuwachukie watu? Did Jesus instruct us to hate Je, people? Yesu alituamuru tugombane na Did Jesus watu? tell us to fight people? Je, Yesu alituamuru tuwekee watu neno Did kwenye Jesus tell us roho? to Je, Yesu ametuamuru tuwatete watu? Yesu anatuamuru tuwapende watu wote. Jesus instructed us to love Sheria everyone. ya Yesu ni ngumu To love the kuliko hata sheria ya Musa. harder than the law of Sheria ya Moses. Musa The inasema law of Moses says jicho kwa jicho, an eye for an eye. akikuvunja hili jicho If he breaks this na eye, wewe umvunje then you lingine. break the other Lakini one. sheria ya Yesu inasema But for the law of Jesus tuwapende says maadui to zetu. love our enemies. Amen. Amen. Wakati Musa And anasema Moses says tuwachukie to maadui, hate enemies. Yesu Kristo anasema Jesus Christ says tuwapende We maadui. should love our enemies. Na hilo ndilo agizo la Kristo And that's the instruction of ambalo Christians. anasema tuwafundishe watu, So now we should teach na people that. tutawafundisha kwa midomo tu, We can't teach them through our tuwafundishe words. mpaka kwa To matendo. teach them from our actions. Amen. Amen. Sio lazima usimame barabarani kuhubiria It's not watu, a must for you to stand in the road and start preaching. lakini matendo yako, But your actions, jinsi unavyoishi na how watu, you live with people, wataanza kukuita majina ya they'll Ukristo start calling you hata Christian kabla names. hujawaambia wewe ni Even Mkristo. before you told them you're a Christian. Amen. Amen. Maana mahali ambapo kuna nuru, Because where there's a light,
tukizima haya mataa yote haya, when you turn off all these lights, tena uwe usiku wa manane, and then it's midnight, ukuje na kakando kadogo, and you come with a candle, unakawasha huko, and you light it, kila mtu atajua pale kuna and mwangaza. everyone will know there's a light there. Hebu ana hall kubwa kama hii, And look at a whole big as kama this. ungana kadogo kakando moja tu, Just a candle light kanaweza kuonyesha mahali nuru iko, can show where the light kwa is. sababu mahali kuna nuru ya Kristo. Because where there's a light of Hapa Jesus, si chami, there's not hiding. hapa ambiwi watu ya kwamba pale kuna nuru. It's not those people that Watu don't wangoji hide. waambiwe wewe ni Mkristo. People don't wait to see Watu that you're wangoji Christian. waambiwe wewe ni People don't mwimbaji. wait to get told that Watu you're wangoji saved. waambiwe wewe ni People don't mchungaji. wait to be known that you're a Watu pastor. wangoji waambiwe wewe ni People shemasi. want to be told that you're Watu a pastor. wangoji waambiwe wewe ni mzee wa People kanisa. don't wait to be told you're the Watu elder of the wangoji church. waambiwe wewe ni deacon. People don't wait to be told you're a Wataona deacon. matendo People yako, will see your actions. wala hawaangalie yaliyopita, But they don't look at the past. wanaangalia ya leo. Look at now. Waone kama umebadilishwa, Look at if you've changed. kama wewe ndiye yule uliyeitwa na Kristo, kama wewe ndiye yule uliyeambiwa na Kristo. Nendeni ulimwenguni kote, mkawafanye watu kuwa wafuasi wangu, mkiwabatiza na mkishawabatiza muwakumbushe yote niliyowaamuru. That I've told you to tell them. Amen. Amen. Ni lazima tutengeneze mahusiano yetu na watu. We have to fix our relationship with other people. Ni jambo la muhimu sana. It's very important. La sivyo, If not, watu hawatakuja kwenye hili kanisa. people won't come to this church. Kama hatutatengeneza mahusiano yetu na If we watu, don't fix our relationship with kuna watu people, wataogopa kuja hapa. some people will be scared to come here. Watauliza, They'll ask, nani mchungaji? who's the pastor? Fulani ndiye mchungaji. This is a person, pastor. Ningeenda. I would go, Lakini sinasikiaga fulani anaingia hapa. but I hear that this person goes there. Siwezi kwenda. I can't go there. Tengeneza mahusiano yako. Fix your relationship with other people. Amen. Amen. Yesu Kristo Jesus Christ alitusamehe dhambi. forgave our sins. Na kwa sababu yeye alituagiza, And because he instructed us, wakati wanafunzi wanamwambia tufundishe na sisi tuombe. disciples have told him, teach us how to pray. Katika maombi anawaambia hivi. During prayer, he's telling Kule us. mwisho anasema museme, At the end, he says, say, utusamehe dhambi zetu. forgive our sins. Lakini kukaja ka condition hapo. But then there's a condition. Kama sisi sikiza, utusamehe dhambi zetu. Forgive our sins. Kama sisi, hizo sio sentensi mbili. That's not two Ni sentences. sentensi moja. It's the same Na sentence. zinategemea, hayo maneno yanategemeana kabisa. And they They depend on to each each other. other. They depend on each other. Utusamehe Forgive us makosa yetu our problems. kama sisi nasi Just like tunavyowasamehe waliotukosea. Just as we forgive Kwa others. hivyo So, ikiwa ninapenda Yesu anisamehe, if I want Jesus ni to lazima forgive me, mimi niwasamehe. then I also have to forgive other people.